Ni hali ya wewe mwenyewe kujifahamu. Amen. Amen. Self what? You know, when we manipulate you, wakati tunapo watesa, hallelujah. Hallelujah. Don't mind. Usijali. Don't mind. Usijali. You just persevere. Wewe vumilia. Be there. Kuwa pale. Have contact with God. Ukuwe na uhusiano na Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And don't, you know, Timothy was told by Paul, Timotheo aliambiwa na Paulo, do not, ya kwamba never rate anybody, usikubalie mtu yeyote, look you down because of who you are. Kwa sababu ya jinsi ulivyo. And let me tell you, no matter how small you were, hata kama wewe ni mdogo kiwango gani, no matter you don't understand things, hata kama hauelewi mambo, we don't need knowledge, hatuhitaji hiyo fahamu, we don't need money, hatuhitaji fedha, we need God. tunahitaji Mungu. And when we apply God in us, tunapoweka Mungu ndani yetu, automatically kwa hakika success will come. Mambo na kufaulu kutakuja. Amen. Amen. Self what? Self awareness. Mtu kujifahamu. Hallelujah. Hallelujah. And also we need to have skill development. Skill development. Na tuwe na hali ya and genuine commitment, because some people are not committed. Sababu watu wengine hawajajitoa. Hallelujah. Amen. You understand yourself. Unajielewa sana. If you come and bring all your people here ulete watu wako hapa, just to manipulate me, ili waweze kuniangalia, you know, I'm very good. I'm very good. You know, I'm good. You know that? Na unajua askofu ni mzuri sana. But when I become furious with you, lakini nikikasirika na wewe, you run away. Wewe utakimbia. Because I know myself. Kwa sababu mimi ninajijua. Hallelujah. Hallelujah. We are not supposed to be carried in basket. Hatustahili kubebwa kwa vikapu. And if we can be carried in basket, kama tunaweza kubebwa kwa zile vikapu, let God carry us. Wacha Mungu atubebe mwenyewe. Hallelujah. 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 Be in the basket of God. Uwe katika kikapu cha Mungu. You know, sometimes you come here, you hear what Gabriel is talking about, you think this and that, but I would like to tell you, my brother and my sister, hallelujah, hallelujah, listen to God and Him alone. He will give you direction. And let me tell you, no matter how much you are going to be manipulated, God, one day, one time, will see you through. Atakuona. Thank you, sir. Praise be to the living God. So we must become committed. And when you are delivering the word of God, you don't deliver as if it is your word. Amen. Amen. You are a messenger. And God had imparted that word in you. And when you are delivering it, then you need to be too serious. And you don't need to care what kind of message you are giving. Because God will give you the right message at the right time. Are we together? God will give you what? Mungu atakupa nini? Say right message at the right time. And sometimes the message that comes from God will not please people. Na wakati mwingine ujumbe utatoka kwa Mungu hautawafurahisha watu. If it were you, ingekuwa mimi wewe, in Isaiah 38, katika Isaya 38, you are said by God ulitumwa na Mungu to go to King Hezekiah. Uambie Hezekiah. And tell King Hezekiah, na uambie mfalme Hezekiah, King Hezekiah,
You are our king. Wewe ni mfalme wetu. But now I have a good message here. Lakini niko na ujumbe mzuri The kwako. place where you are now, you are lying. You are not coming out of that place. Utatoka mahali hapo. You are going to die. Utakufa. I don't know, we have let so many people die. Na unajua tumeona wengi wakufa. Sisi tumefanya watu wengi wakufe. Sisi tumefanya watu wengi wakufa. How? We don't give them the right message. Hawatuwapei ujumbe unaofaa. And they don't take the right action. Na hawachukui hatua inaofaa. Because the message that we deliver to them, sababu ujumbe tunaowapea, is totally different. Ni ujumbe tofauti. Amen. Amen. We are delivering the message to please them. Tunapeana ujumbe, and the message that is required, na ujumbe unaohitajika, it is God know which message you are supposed to give who. Mungu anajua ujumbe unaostahili kupeana. Amen. Amen. And you give it how it is, whether it is painful, jinsi ilivyo, hata kama ni chungu, or it is pleasing, ama inapendeza. Haya, habari zenu? Habari zenu? The message does not belong to you. Ujumbe sio wako. It belongs to who? And you take to the owner, na unapeleka kwa mwenyewe, and the audience, the people we are preaching to, na watu ambao tunaenda kuwapea, they don't belong to you. Sio watu wako. They belong to God. Ni watu wa Mungu. And what God has told us to tell them, na Mungu, whether it is hard, hata kama ni kizito, whether it is soft, hata kama ni whether it nyororo, is painful, hata kama ni chungu, we must deliver the way we are. Peana jinsi. You know, when Isaiah came to Hezekiah, wakati Isaiah alikuja kwa Hezekiah, he did not have a lot of things hakuna mambo mengi, the way we usually have. Jinsi huwa tunayo. King, the Lord has said to send me to you. Mfalme Mungu ametuma and he's telling me, na ananiambia, you prepare your house. Put your house in order. Weka nyumba yako vyema. Quickly. Haraka. Because kwa sababu that bed, hiyo kitanda, it was instant death. You are not going to come out of there. Hautatoka kwa hicho kitanda chako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And you know, na unajua, it is not Isaiah who told Ezekiel, sio Isaiah alimwambia Hezekia to turn to the wall, aangalie ukuta. Hallelujah. Amen. And intercede. Ili aweze kumuomba It is he, after receiving message, ujumbe, he did that. Alifanya hivyo. And therefore, na kwa hiyo, yours is to deliver the message without adding or reducing. Pasipo kutoa ama kuongeza. Hallelujah. Hallelujah. Na hiyo si mzuri, watu watakimbia, watapotea kanisa. Praise be to the living God. Hallelujah. Hallelujah. People will run away. Watu watakimbia. Know yourself. Jijue mwenyewe. You need to understand who you are. Unastahili kuelewa wewe ni nani. You may be somebody with a small body like this of mine. Unaweza kuwa mtu ana kamwili kadogo kama hii askofu. It doesn't matter. Haijalishi. What matter is the message that I'm given by God. Ujumbe ambao umepewa na Mungu. Amen. Amen. I'm very happy. And I'm requesting the vacate to be allowing me to come to Bible College. Because I'm not coming because I love you. I'm coming because I have a burden. And this burden is placed in me by God. Some people can know. Know yourself. Can we read from the book of Proverbs? Chapter number 4, 23. Know yourself. Can you tell your brother there, know yourself? Hallelujah. Hallelujah. Don't doubt. Some people, administrator, they are doubting themselves. Na kweli nige wajitire. Mwadhani, na wewe wajitire kweli? Wengine wanauliza, Mungu ni uliniita kweli? Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. I don't know whether I was called by God. We, no agwetire. Nani alikuita? We umetoka wapi? Huyu ametoka wapi huyo? Oh, wewe ni mwalimu.
Mimi nakuacha. Sitaki walimu. Sitaki walimu. Wewe umetoka wapi? Narok Kojong. Nani alituma wa Bible College? Hakuna mtu alikutuma? Nani anakulipia? Ni bishop. Nani alikuita? Labda ni bishop. Ni bishop alikuita au ni Mungu? Ni Mungu. Hiyo ndio tunataka tujue hiyo sana. Are we together? Praise the Lord. When we come to know ourselves, tunapokuja kujifahamu, we need to have the first contact with God. Tunastahili kuwa na ile mwito ama uguzo wa Mungu kwanza. And we are supposed to do something here. Na tunastahili tufanye jambo hapa. 23 says what? 23 inasema Proverb 4. Keep. Simunisomee jameni. Read for me please. Hallelujah. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. If you want to be used by God, ukitaka kutumiwa na Mungu, you must guard your heart. Ni lazima ulinde moyo wako. You must guard yourself. Ni lazima ujilinde mwenyewe. You must understand that you are very much important. Kwamba wewe ni wa maana sana. Hallelujah. Hallelujah. And you are not important than others, na wewe si but God has chosen you to be important, ili wa maana, to carry ili ubebe His work. Kazi yake. Are we together? Tuko pamoja. Can we continue? Tuendelee. Praise the Lord. Hallelujah. With vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zatoka chemichemi za uzima. You know, the preacher of yesterday was saying that we don't have Jesus here. And sometimes we command in the name of Jesus, in the name of Jesus. You know, there was that thing. He said that those people who were where Jesus was raptured, the angel of the Lord came and said, the same Jesus who na akasema yule Yesu vile he will come in the same way, and he has not come. Vile alienda. I don't want to enter into theology. Sitaki kuingia kwa theolojia. I don't want to theological now. Sitaki kuingia katika hiyo hali ya theolojia. But remember, he went. He was raptured. Kumbuka ya kwamba And alinyakuliwa. also there are so many hermeneutics, those people who na kuna hermeneutiki nyingi kwa wale ambao wameweza kusoma hiyo subject. And the rapture, is it rapture? What is the end time? Siku za mwisho na maneno ya unyakuo. The end time. The Bible is telling us, those hermeneutic knows, it is the Bible is reporting that he will come. Na Biblia inasema ya kwamba hakika atarudi. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. He will come. Lazima atakuja. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, kwa hiyo, and he was telling us about the Holy Spirit. Na alikuwa anatuambia jambo kuhusu Roho Mtakatifu. And he was telling us the spring of water. He was talking about water. And here we are told about the spring of life. Tuambia kuhusu vizima vya maji. Spring of life. Praise the Lord. Amen. We must know ourselves. Lazima tujijue. And we know all these people are not going to become theologians. They are going to be doctors. Watakuwa madaktari. Who will be healing so many souls. Ambao watakuwa wanaponya mioyo mingi. Hallelujah. Are we together? Can we read 24? Put away from you false and dishonest speech and willful and contrary talk out. And contrary talk, put far from you. Kinywa cha ukaidi ujitenge nawe na midomo ya upotofu uiweke mbali nawe.
You know the problem that are not coming as successful. Unajua ile shida inafanya tusifanikiwe. It is because we people, kwa sababu sisi watu, ukikaa na watu wako unawaambia nipatie shilingi 10 hapo nitakurudishia, you will never return that money. And if you want good thing and to succeed, don't borrow money from your people. Usikope fedha kwa watu wako. And don't esteem yourself that you are equal with them, because you are not. Kwa sababu wewe wa kiwango kimoja na wao, kwa sababu wewe sio kiwango kimoja na wao. You are not. Wewe sio kiwango kimoja na wao. Amen. Amen. You are exalted. Wewe umeinuliwa. You are uplifted by God. Umeinuliwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So you need to put away from you every falsehood. Maneno yote ya uongo. And you must honor yourself. Lazima ujiheshimu. Your speech must be yea or no. Maneno yako ama mazungumzo yako, whether things are good or bad. I am hated in Apostolic Faith Church. I know that. Najua nachukiwa katika Apostolic Faith Church. And the reason why I know, kwa sababu ninajua, yes is yes to me, sababu ndio, and no is not to me. Na hapana ni hapana. And this is why I was called George Bush when I was in Bible college. Na ndio sababu nikaitwa George Bush nikiwa Bible school. Because I am serious and I'm a man of my own words. Kwa sababu ni mtu amemaanisha na mtu wa maneno yake. Hallelujah. Hallelujah. That's how you and me, we are to be. We remove falsehood. Katika hali, we remove dishonest speech and willful contrary talk out far from you. Any contrary talk. Mari Mushene wanaongea siku hizi walisema, they are saying that wanaume ndio tunasengenya kuliko hata wanawake. Na siku hizi wanasema adhuri ndio mara ena Mushenegi. Whenever you come to these people, listen carefully to them. And unless the Lord guide you and give you something to say, it is better you remain silent. It's better you remain silent. Hallelujah. Hallelujah. Guard your heart. Because you understand yourself. You know yourself. Hallelujah. Hallelujah. If I go out now with you in this town, you see the respect that even the pastors of other denominations respect us. It is because before need or we are looking for respect from other people, we respect ourselves and we show other people how we can be respected. Are we there? Are we there? My student, you know, yesterday when the tutors were called, I was almost standing. Wakati walimu walikuwa naitwa nilikuwa karibu kusimama. Amen. Amen. Can we go to the book of 2 Corinthians 13 verse 5? Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. 2 Corinthians 13 wa pili verse 5. 13. Can you read, please? Read in a language. Masai, read your Masai language. Kama ni Masai, soma lugha yako. You just the language that you understand. Ile lugha unaelewa. It is better. Ni vizuri. My Bible here says, yangu inasema, examine and test and evaluate your own self to see whether you are holding to your faith, and show the proper fruit of it. Jijaribuni wenyewe kama mmekuwa katika imani. Jidhibitisheni wenyewe. Au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Praise the Lord. Wanasifiwe. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Wanasifiwe.
I'm too small. Ni mdogo sana. I am too small. Ni mdogo sana. But let me tell you, Kilocha nikwambie, a great God Mungu has mkuu accepted to enter into my heart. amekubali kuingia katika I moyo am wangu. controlled by great God. Ninaongozwa na Mungu Whenever mkuu. you see me, Mahali unaponiona, don't see me as a little boy. usione mimi kama kijana See mdogo. me Nione as a little boy kama kijana and mdogo. see a great God in me. Ndani yangu. Hallelujah. Hallelujah. Ati pepo ikikuja unaanza kutetemeka. Tegoma Wapi yako. pastor? Pastor kuja. Atoka. Overseer kuja. Overseer. General kuja. Oka. Deal with it. Kwani ako na Mungu mwingine? Engana nayo. Ako na Mungu mwingine? Nagaye kikweli. Si ni wewe? Ni Mungu, by the way, my God and your God is different. Yeah? Mungu wangu ni tofauti. This man is calling God to do. I am calling God to do. You will be calling God to do. And God will hear you. Because God is not God of partiality. He doesn't have any nepotism. Kwa sababu Mungu haangalii watu kwa sura ama uso. Tinua jamii. Kuna mtu wa jamii ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. We, kabila yako ni gani? Masai? Mungu ni Masai. We, kabila yako ni gani? Mungu ni Kikuyu. Yeah? God is all our tribe. Ya kwamba Mungu ni kabila zetu zote. Amen. Amen. Hata ukiomba na Kimasai God anasikia. Ukiomba na Kiluya anasikia. Any language he understand. And what he want you to do so that God can do something is you understand yourself, you know yourself, lugha yote utaomba nayo Mungu atakusikia. you sanctify yourself, ni ujifahamu na ujijue, and you see na utaona the hand of God mkono wa Bwana doing something ukifanya jambo in your life. katika maisha yako. Tumemaliza, tumefika wapi jamani? Tumemaliza? Yeah? Let me repeat again. Acha nirudie. And I don't want to lead alone. Lead together with hata wewe soma yako. Najua inakugira Biblia kwa ule munengere. Examine and test and evaluate your own self and see whether you are holding to faith. Ati jijaribuni wenyewe kwamba mumekuwa katika imani. Jidhibitisheni wenyewe. And showing the proper fruits of it. Na muonyeshe matunda mazuri. My brother, you just coming wasting your time. Some people could have gone to see their wives. Watu wengine wanapoteza muda. And the 3 days you are coming to be together with us here. Na kwa wiki 3 mnakuja. And at the end of month you will never get anything. Na mwisho wa mwezi haupati kitu. Some people have left. Wamama wamewacha watoto wao. Wengine wameacha wake zao na watoto wao. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And at the end, na mwisho unaenda kuitwa kwa mshahara, there is nothing. Let us do this work that we may receive something from God. Hatupokei kitu kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Test and prove yourself. Jijaribuni nyinyi wenyewe. I'm reading Amplified Bible. Nasoma Amplified Bible. So it has added some things. Imeongeza mambo mengi. Here Bible says yours does not have this. Kwa haina hii. The Bible says test and prove yourself, not Christ who is testing you. Sio Kristo anakujaribu. You yourself. Wewe mwenyewe. You understand yourself. You understand your situation. You understand how you are. Not Christ who is going to do that work for you. Do you not yourself realize and know this is now? Let me not. Let me continue with my what? Amplified Bible. And know truly by a never increasing experience that Jesus Christ is in you, unless you are counterfeit, disapproved, on trial and rejected.
And I want to become my Bible hapa iko na kitu. Biblia hapa iko na kitu. Yako hakuna? And yours does. Hallelujah. Hallelujah. You know, there's a word there they have added. Counterfeit. Ya kwamba counterfeit. Kitu ambacho. Can you say counterfeit? Counterfeit is not genuine. Sio kitu ambacho ni halisia. There is something which is genuine. Kuna kile halisia. And there are things that are counterfeit. Na kuna vitu ambavyo sio halisia. Hallelujah, my brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Can you start wherever you are, men and sisters? Mama. Can you check yourself whether you are counterfeit or you are you counterfeit? You know, counterfeit. Anytime it can melt. Ya kwamba wakati wowote tu inaweza yeyuka. It cannot stay for long. Haiwezi kukaa kwa muda mrefu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you counterfeit? Can you tell your brother or your sister, are you counterfeit? Hebu angalia ndugu yako ama dada yako. Are you counterfeit? Wewe ni or you are original? Ama wewe be original. Kuwa mtu halisia. Hallelujah. When you are in Bible college, when you graduate, wherever you go, let this faculty know that somebody has gone to Mpeketoni. And those people in Mpeketoni, let them see the difference. Get seated, my brothers and sisters. Sorry for that. Hallelujah. Know yourself. Do what? Know yourself. You must know yourself. And also the other thing that I'm going to talk today, you need to communicate. And know the way to communicate. Because we got all this muda unatupoteza kwa Bible college. Sababu hii dalili yote tutete kule Bible school. Amen. Amen. And when you go back, na ukirudi, you are the same. You are the same. You are the same. Yule tu. You had 10 people in your church. Umebadilisha watu kanisani. And they continue to be there. Na wanaendelea kuwa tu. And they are not no, you need to look your time. Unastahili kuangalia ulimi wako. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. We need to know how we can communicate with these people. Tunastahili kuelewa jinsi tunaweza kuzungumza na hawa watu. When you are talking to people, unapozungumza na watu, you are not led by your tongue how to talk. Hauongozwi na ulimi wako jinsi ya kuongea. Hallelujah. Hallelujah. You know these people, hawatu, you know, our admin in Bible college where I was, when we went to orientation, she was already like you, and she was telling us, here we don't make pastors. If you come here to be made to be a pastor, we are very sorry. All those people who are coming to the college for the sake of being a pastor, automatically we were totally discouraged. We were totally discouraged. Amen. Amen. I don't know what Sala and Carole and the rest are telling you, but our admin was discouraging us. I'm not going to repeat all those things she said to us, but one of the things, they don't make pastors. She told us, you are here to be trained to expound the word of God, that you may know how you can deliver to the people. I think our administrator here is cool. She doesn't have this thing. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Communicate clearly and often. Hallelujah. Hallelujah. You need, whatever you have, you need to transplant to the other people. You need to share the information. And you understand
you people after graduating, na tunaelewa kwamba nyinyi mnapofuzu, you know, all those time, the rush that time, sometimes I don't call Googie. Listen, I called at night. And he told me that I'm still in class. Na nilimpigia simu siku akaniambia bado niko darasani. And he told me we are even with the teachers here. Na nikamwambia tuko hata na mwalimu hapa. Very busy doing this, disturbing your mind. Akiwa nasumbua mawazo yako. For nothing work. Hakuna kitu kinafanya kazi. Let us disturb our mind. Wacha tusumbue mawazo yetu. For good work. Kwa kazi nzuri. For the work of God. Kwa sababu ya kazi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So we need to communicate with our people. Tunastahili kuzungumza na watu wetu. And we need to understand the people. Tunastahili kuelewa watu. You know, I don't know. Psychologically, when we come to psychologically, tunapokuja katika you cannot know all these people are not the same. Hawa watu sio sawa. They came from different places. Wametoka sehemu tofauti. Are we together? Tuko pamoja. And also how God created them. Na jinsi Mungu alivyowaumba. Also it is different. Ni tofauti. Amen. Amen. If you go through psychological, ukienda katika hali ya you see utaona they are introvert, extrovert, and also there are things that people are adapting from where they have come from. Utaona ya kwamba kuna wale introvert na wale extrovert na kuna mambo watu wanatoa ama wanapokea kutoka kwa watu. We call it temperament. Tunalishwa ile hali ya tabia. And this temperament na hii hali ya tabia will come from your mother or your father, itatoka kwa mama ama or baba yako, maybe from the community where you are, ama katika kijiji mahali wewe uko. And because we are not coming from one place, same place all of us, kwa sababu hatutoki mahali pamoja, we have different backgrounds. Tuko na maeneo. And if you think I can be like you, na kiwa kama wewe, that is not. Maybe I am introvert. Even when God created me, and you are extrovert, we are not the same. Things we cannot do the things the same. Are we together? And therefore you, as a reader, you need to understand people differently. So all your people, the people that you are reading, they cannot be uniform. Amen. Amen. And treat each and every person according to how she or he is. Amen. Amen. So maybe there are those different people. And you need to accommodate all these people in your church. Amen. Amen. So you need to communicate with them. And the way you are communicating with him is not the same way that you are communicating with the other person. Because those people, so you have a great work, a great job that God has given you. Nimesahau. Nimekuwa nasema nini? Jinsi unavyoongea na watu. And the people are not. They are different. Na watu, so you are dealing with the different people. Kwa hivyo sisi tunakaa ama na watu ambao ni tofauti. My people, do we agree with that? Tunakubaliana hiyo. Do we agree with that? Tunakubaliana hiyo. So, kwa hivyo we need to communicate with them. Tunastahili kuzungumza na wao. Some are bad. Wengine ni wabaya. Some are good. Wengine ni wazuri. Some are harsh. Wengine ni wakali. The way they are created. Ni jinsi walivyoumbwa. We need to deal with them. Tunastahili kuwashughulikia. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Tulikuwa tunasoma wapi? Which book have I said? Ilikuwa 2 Corinthians tumesoma. Tumesoma Corinthians. 2 Corinthians verse 13. Okay. Oh, no. This one now. We are talking about communication. Is that right?
Sasa tunaongea kuhusu kuwasiliana. Communication. And when we come to communication, I have told you what we are supposed to do. Nimekuambia jinsi tunastahili kufanya. Let us go to the book of Galatians 6. Kitabu cha Wagalatia 6. Go with me from the book of Galatians 6. Wagalatia 6. Verse what? Mstari wa ngapi? Verse 3. Mstari wa 3. I don't know what say. Sijui inasema nini. Sorry, I'm lost. Sorry. 6, verse 3. Hebu soma, jisome ndugu na dada. Jisome. For if any person think himself to be somebody, too important, too condensed to shoulder another's load, when he is nobody, all superiority accept it, his own estimation, he deceive and delude and cheat himself. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. You can just look to yourself, and this one we can apply it in many ways. Na ujione katika hali nyingi. We can apply this in many ways. Unaweza kubali katika hii. Sometimes let me say this, and I'm known for this. Na mimi sio hii. I'm not superior in anything. I can come down even to the small children. Na ninaweza kushuka kama mtoto mdogo. Just to communicate with them. Ili nisungumze na wao. You know, some of the ministers, unajua wahubiri ama watumishi, when we are ordained or we are reaching or we have gone to Bible college or we are doing this, tunapoenda katika chuo cha Biblia, we became superior. Tunakuwa watu wakubwa. And we don't want people to touch us. Na hatutaki watu watuguse. Even the small children. Hata watoto wadogo. A minister, na mtumishi wa Mungu, and let me not call you that, because maybe that's not as suitable. A servant. Mtumishi. Ni sawa hiyo na hiyo. Is it the same? Hiyo ni sawa. Hallelujah. Hallelujah. We are not here to be big. Hatuko hapa kuwa wakubwa. Although we are not inferior. Ama tufanye kuwa wadogo. Praise be to the living God. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. And I told you that you are superior, not by yourself, but because of He who is in you. Yeye aliye ndani yako. In the book of John says, greater is He who is in us than he who is in the world. And whenever you humble yourself, that does not disqualify you from being who you are. It does not disqualify you. Hallelujah. Amen. I can't remember whether it is in the book of Philippians, where the Bible tells us that Jesus, though He was God, He did not grasp that to be God. He denied Himself that light. He humbled Himself and was crucified. Amen. And because of that, God exalted Him above all names. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So your humility is not disqualifying you from anything. You are still there. Amen. Amen. Even if people will come and try to manipulate you, you are still there. Hallelujah. Hallelujah. Who was afflicted like Joseph? But at the end, he was a prime minister.
prime minister. Praise the Lord. Some of us, if you follow us clearly, wengine wetu mkitufuata, hallelujah. Are you happy? Are you happy? Oh, I have watched here now. I have seen, I have time. Praise be to the living God. Hallelujah. Hallelujah. 4 says what? It says what? But let every person carefully scrutinize and examine and test his own conduct and his own work. Okay? His own work. Am I there? No. We had gone to the book of what? Philippians. No, Galatians, sorry. Galatians 6, 3 and 4. We are reading 4 now. Yeah, 4. And let every person carefully scrutinize and examine and test his own conduct and his own work. He can then have the personal satisfaction and joy of doing something commendable in itself alone, without resorting to boastful comparison with his neighbor. Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Let me say, niseme, the success that we have got, we got. We are not competing with anybody. But from when I was a young man, when I was not married, I had a vision. And I said, one day, one time, I will be. Not competing with anybody. Just believing that the Lord will bring us this far. Are we together? Are we together? Therefore, we are supposed to be very much careful. We scrutinize and examine and we test ourselves, how we conduct ourselves. Because preaching is not just standing here and preach. Oh no. Anybody can stand and preach. To care for ourselves. We care for how we talk. We care our movement. We care how we relate with other people. Are you there? I see you as the wealth of God. I see you as the wealth of God. And I'm sure you are. And when you impart these things I'm saying to you today, this Church of Apostolic Faith Church will never remain the same. Will never remain the same. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We don't need a very big beginning. We don't need money. We need faith and small beginning. Na mwanzo mdogo. Haya. Habari zenu. Habari zenu. Hallelujah. Hallelujah. I can do all things through Christ
naweza kufanya mambo yote kupitia kwa Kristo anayenitia nguvu. Amen. Amen. Can somebody say that? Mtu nasema hivi. Lifting your, I can do naweza kufanya all things mambo yote through Christ kupitia Kristo who empowers me. Anayenipa nguvu. So. Tuko wapi? We need good communication. Hili mawasiliano mema. And we can communicate with the people without speaking a word. Na tunaweza kuzungumza na watu doings. Kuongea matendo yetu. By the way, now if I tell you that we love God here in Kakamega, kama nikiwaambia tuko na Mungu hapa Kakamega, do you see anything? Mnaona kitu that display our love for God? Inaonyesha upendo wetu kwa Mungu. Do you see something? Unaona kitu? Si mlikuja kuchukuliwa kule na basi yetu? Mnajua watu waliniambia nisinunue basi ya kanisa, nitanyang'anywa na Katimo. Na ikanunuliwa basi mpya kabisa. Ikaandikwa jina ya Apostolic Faith Church. Nikinyang'anywa na Katimo iwe ya kwanza. Na mpaka sasa hajaninyang'anya. Sorry. Mmesikia hiyo kweli? Na kanisa. Ndio akina Karole hawajanunua yao bado. Lakini I'm setting. I don't want to wait. I don't want to hear. I want to set an example. Sitaki kugoja, lakini nataka kuwa mfano mwema. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And these people, I don't see as the ministers. I see as if these people are army. Sioni hao watu kama watumishi, naona ni jeshi. Amen. Amen. And when we join our hands together, tukiungana mikono pamoja, I want to tell you, nataka nikwambie, we will fold Kenya as a small thing. Tutashika Kenya kama kitu kidogo. And Apostolic Faith Church, na Apostolic Faith Church will shine everywhere. Itang'aa kila mahali. Hallelujah. Praise be to the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. I want to thank God for that. Kumshukuru Mungu kwa hiyo. Can we read what? Okay. We need to build the trust from the people. Tunastahili tuwe na hali ya tuweke hali ya kuaminika na watu. Hallelujah. Amen. You see the big problem that we have, or our church have, not you people, but our church. Shida tuko nayo katika kanisa letu. It is that ni kwamba when we ask for money to buy this pulpit, tunapoitisha pesa kununua hii pulpit, something else come. Jambo lingine linakuja very hot than the pulpit. Ni la haraka sana kuliko hiyo pulpit. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. And we take step. Na tunachukua hatua. You know, I'm a bishop here. Mimi ni askofu hapa. I'm the chairman of the church. Kiongozi wa kanisa. And you know they are buying this what? This keyboard. Na hatununui hii keyboard. But lakini I need to buy a vehicle. Nataka ninunue gari lingine. And this keyboard is close to 1 million. Na hii keyboard ni karibu na milioni 1. Do you see montage? Najua montage. Close to 1 million. Ni karibu na milioni 1. Where Google and it's only one person who is selling here in Kenya. Na ni mtu mmoja tu anauza katika nchi yetu ya Kenya. Amen. Amen. I divert that money and do something with that money. Ninabadilisha hiyo fedha na nafanya jambo. That is one way of killing our churches. Hiyo ndio njia moja ya kuua kanisa letu. Hallelujah. Hallelujah. So, kwa hiyo, if we want to buy this pulpit, but we have raised money to buy what? Na tumechanga pesa kununua hii montage. We buy montage. Tununue montage. And then we plan for again. Na tupange tena to buy the pulpit. Tukuje tununue pulpit. Tuko pamoja. Tuko pamoja. That's why, and the people are very, you know, we have political people here. Na tuko na watu wa kisiasa. For example, now you know our country. Na kama sasa mnajua hali ya nchi yetu. Everybody. Kila mtu is politician. Yeye ni mwanasiasa. So you are leading people. Unaongoza watu.
And you are talking about Gachagua and Ruto and whoever, Kindiki. Na watu wengine akina Kindiki. You think those are the only politicians? Ukafikiria kwamba ni hao tu wanasiasa. Kenyan, we are politicians. Na wa Kenya sisi ni watu wa siasa. And this is why we are hated in Tanzania. Ndio sababu tunachukiwa labda kule Tanzania. Because we have high mind. Kwa sababu tuko na akili. We are thinkers. Sisi ni watu tunafikiria. Intellectually we are very high. Na katika mawazo yetu tuko juu sana. Amen. Amen. Intellectually we are very high. Tia kwamba kimawazo tuko juu. And let me tell you, acha nikwambie, this politics is not outside there. Hizi siasa haziko kule nje. Even inside here, hata hapa ndani, there are politicians. Kuna wanasiasa. I myself, I hate politics. Na mimi nachukia siasa. And you know, I don't allow even politicians to come here. Na mimi hata sikubali. And I don't want their money. Because our God has money. Sababu Mungu wetu ako na pesa. You know, there is a statement that was given by Ezra. Kuna ujumbe uliopeanwa na Ezra. When he was given permission to go back to Jerusalem, alipopewa ruhusa kurudi Yerusalemu, he said, I was afraid ati nilikuwa na hofia to request for army kuitisha to guard our properties, because I had already told these people, our God is able. Mungu wetu ako na uwezo. We talk of able God, and we go and kneel before Kindiki. Ati tunatoka kwa Mungu tunaenda tunainama mbele. Don't want their money. Na hatutaki pesa zao. And we will go to borrow money from them when our God will never have money. And with a confirmation. No. Hallelujah. Hallelujah. We need to communicate clearly and often to our people. And become transparent. Na tukue watu walio wazi. We share information together. Tunagawana ujumbe pamoja. Hallelujah. Hallelujah. We give them our intention. Tuwape mawazo yetu. Clearly and openly. Vyema na wazi. We must listen actively. Lazima tusikize kwa umakinifu. Praise the Lord. To these people. Kwa hao watu. And the best thing, na jambo mzuri, na nyinyi ni wajaja sana. In fact, I was just thinking about the admin here. Nilikuwa nafikiri kuhusu admin. Na nikaona hawa nyinyi this faculty is very, very, very wise. Na nikajua kwamba hawa watu ni werevu sana. This is why I was given this time. Don't fool me, Karore. So that you know the standard of the church. When you start tomorrow, you'll know what to say. Me, I'm a theologian. Sorry, if you don't know, I'm a theologian. And I know that conclusion was because of something. I'm sorry. I'm sorry. I am teaching you, but I think the person I'm trying to teach is the one who will study in this dias tomorrow. Already you have known the standard of our church. And you cannot know through anybody else. Na ndio nilipigiwa simu na siku moja nikashikwa hapa. Utazungumzia. I'm very wise. These people does not know. These people are dealing with wise person. Hallelujah. 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 You know I'm lost. Where are we now? Niko wapi? Nimesimamia wapi? Building what? Trust to who? To the others. We must try. All those people wakuamini wewe, because God is not there. Karole jana told us that Jesus went. You are the God and Jesus. And if you don't know, the Bible tells us that we are God here. The book of Proverbs 8. I don't know whether verse 6. Amen. Amen. You know, show where you are not small.
Mwambie huyo mwingine wewe sio mdogo. Hallelujah. Hallelujah. When you go to a frog, you are God. And when you are speaking, speak like God. Ukienda ujue kwamba yeye ni Mungu, na ukizungumza zungumza ukijua kwamba yeye ni Mungu. Give them hope. Wape matumaini. You know what? Unajua nini? Let me tell you, we are the killers of Apostolic Faith Church. Ya kwamba sisi ndio wauaji wa Apostolic Faith Church. How do we kill our church? Huwa tunaua kanisa namna gani? These people are leaders. Hawa watu ni viongozi. And we want to buy this thing. Na tunataka kununua hizi vitu. I'm sorry today I'm not going to do that, but maybe next time I'll do it. Leo sitafanya, lakini wakati mwingine nitafanya. The first people to say we don't have money are these people. Watu wa kwanza kusema hatuna pesa ni watu hawa. Amen. Amen. David stood. Daudi akasema and said, tell the people to cool down. Ambia watu watulie. Today, leo Goliath will come down. Lazima ataanguka chini. No matter how small I am. Hajalishi mimi ni mdogo. I don't have anything in my hands. Sina kitu mikononi. But I want to tell you, with me, ndani yangu Goliath is down. Nguvu ni maradufu. With you, ukiwa na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you want to do, you just start from nowhere. Amen. Amen. Start from nowhere. But you reach somewhere. You reach somewhere. You reach somewhere. In this Western, they were saying, Bishop Gabriel cannot do anything. I was given only 3 churches. Kakamega, Talbo, we are expanding. And we know that God is going to expand us more. Hallelujah. Hallelujah. What you need to know is I am not alone. I have God. And great things is going to take place. Hallelujah. Are we together? Praise the Lord. We need also to understand that Kakamega will not come to build your church. Apostolic is not coming to lift you up. Na apostolic haitakuja kukuinua. Sasa mmekuja hapa. And by the way, kama tuko na minyaka, you will come maybe next year. And not you people. It is other people. Hallelujah. Amen. Yes? Yeah. Another group will come. But not you. Hallelujah. Hallelujah. What I'm trying to say is this. Praise the Lord. Sisi tumebahatika nyinyi kuja. Tumebarikiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But we believe hata hapa hamujakuja kwa kupenda kwenu, Mungu amewaleta. And not your God. Not your God. It is our God. I don't know whether you are getting the message. Are you getting the message? Who have brought you here? Can you ask me? Can you ask me? My God. I don't know your God. I know my God. Are we together? I don't know your God. And I'm not going to remain to your God. I'm going to remain to my God. And he's going to command other people to come. Hallelujah. 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 Praise be to the living God. This is so wonderful. We need also to know and to continue. Can we look the book of God, Luke, or we start from Proverbs 10:9. We hear what it says. Proverbs 10:9.
Who has gone there? 10, 9. Inasemaje? He who walks uprightly walks securely, but he who takes a crooked way shall be found out and punished. Atendaye kwa unyovu huenda salama, bali apoteshaye njia zake atajulikana. Mienendo yetu lazima iwe mizuri. Njia zako lazima ziwe vile tunavyotembea, vile tunavyoongea, kwa sababu hata maongeo inaweza kuwa crooked. Todo ona kwalia no gukorogu kirikuru. Ni kweli? Jameni. Hallelujah. Hallelujah. Na wale watu you think you are a shepherd, shepherding those people who are behind you. Na watu wale ambao wako nyuma yako, they are shepherding you. Wao pia wanakuchunga. Inaingia? Inaingia? Ati wale wanaitwa wafuasi au ashirika hao wanakuchunga. Ati ni marakurithia. Wanakuchunga mdomo, ni marakurithia, wanachunga macho, wanachunga mguu, wanachunga mwelekeo, wanachunga kila kitu. Kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. If you are crooked, kama wewe njia zako even the people following you will be crooked. Na hata watu because if a bride man, kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni kipofu, read other bride men, unaongoza watu wengine they all fall to the dish. Unao wote wataanguka katika mtaro. How many people here are bride? Ni wangapi hapa ni vipofu? Maybe no one is bride. Labda hakuna mtu physically, kimwili, but maybe spiritually, kiroho, we need to take care of ourselves. Tunastahili kujihadhari sana. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. We need to take care of what? Tunastahili kufanya nini? Of Luke 16:10. Luka 16 mstari wa 10. My Bible here say, Biblia askofu inasema, he who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who dishonest and unjust in a very little thing is dishonest and unjust also in much. Aliye mwaminifu katika lililo kubwa, pia naye aliye mwaminifu katika lililo kubwa, katika lililo ndogo sana, huwa mwaminifu katika lile kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lile ndogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. A good leader. A good leader. Msomaji mzuri. Kiongozi mzuri. Amen. Amen. Say a good leader. Sema kiongozi mzuri. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Is a faithful person. Ni mtu mwaminifu. Even if he doesn't have anything, hata kama hana kitu, he is faithful. Yeye ni mwaminifu. I think I was a treasurer in this church for 8 years. Nilikuwa mweka hazina kwa kanisa hili kwa miaka 8. And I lost nothing. Na sikupoteza chochote. Hallelujah. Hallelujah. I am not interested. Maana sina haja. Even these people know. Na hawa watu wanajua. I'm not interested with church money. Ya kwamba sina haja na pesa za kanisa. And I need money. Na ninahitaji fedha. Hallelujah. Hallelujah. Sitaki kuonyesha watu ukoroku. Ndienda kuonyesha ukoroku. Hapana. No. Hawatatoa pesa. They will never give. Matikoruta bia matireheanaga. We must be trustworthy. No ginya tuyo. If you are given something to keep, ukipewa kitu weke. How you are given, let the people find it how it was. Jinsi ulivyopewa wapate vile walivyokupea. Hallelujah. Hallelujah. Mahubiri yangu haijaisha. Sala iko mingi hapa na nimemaliza. Praise the Lord. Amen.
Be faithful. Be trustworthy. Hallelujah. Hallelujah. And you are going to become a good leader. You need to know yourself. Examine yourself. Understand yourself. Accept yourself. Hallelujah. Hallelujah. And before you are ordain yourself to be a good property of God. God bless. Mungu awabariki sana. Thank you. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Admin, God bless you. God bless you. Yeah. Tukubali kusimama kwa miguu yetu. Kuna hiyo masomo yote tumefunzwa, and you know where you need to work on. Maybe it's your communication skill. Maybe it's your prayer life. Just go before the Lord. Jiachilie tu kwa Baba. Kwa sababu ni Baba amekuchagua kama kiongozi. Just release yourself to the Holy Spirit. Release yourself to the Holy Spirit. Just pray for your life. For the Lord has the best plan for each one of us. He's raising us from one level to the other. He's raising us from one level to the other. As I call upon Reverend Juguna, atuombee tukiendelea, then we call the student leader. We worship you. Just pray for yourself. Pray for yourself. Just release yourself to God. You know in which area you need God. In whichever area of leadership you know the area of leadership that you need the Lord. We worship you. We honor you, Jehovah. De bori de bekere kere bore baba bari de kere re 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 shilendere bolondoro borindere dire boko de bekere baba 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 shike de bokori de bekere de bokori de bekere nara de re 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 Shirendere bolo doko likiri bikiri baranda baranda rabarendere Shilendere bolo doro borinde kere kere de bokorende bakandara baba Shike de bokori de bikiri barendere barandara barandara borendere borondoro Shikindiri bokore de bakandara baba 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 Shike de bokore de bakende bokore de bekere re Shikere bokore de bekere ndakare garaba kandara bokore de re Shilandara bokore de bakanda bakara barandara baba 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 Shike de bokori de bekere da bakara baba 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 Shike de bokori de bekere de bore de re Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Asante kwa sababu umenena na maisha yetu Bwana. Umenena na kila mmoja wetu Mungu wetu na Bwana wetu. Umetuhudumia Mungu wetu na Bwana wetu. Kuwa viongozi walio mfano mwema Bwana. Kuwa viongozi ambao ni kielelezo Jehova. Mungu wetu na Bwana wetu. Tunajikabidhi mikononi mwako kila mmoja ewe Bwana. Baba tunaomba katika jina la Yesu utusaidie. Tunaomba Bwana utuwezeshe Mungu wetu na Bwana wetu. Yale yote ambao tumefundishwa Bwana. Mungu wetu na Bwana wetu. Ni hazina ambayo imewekwa ndani yetu. Ni hazina ambayo Bwana ni wa milele. Tunataka kuomba katika jina la Yesu. Tusiweze kuwa wasikilizaji wasahaurivu. Lakini tuwe tunakumbuka ewe Bwana. Maadili haya ambayo Bwana tumeongozwa yaweze kuwa yakituongoza Jehova katika maisha yetu, katika huduma ambayo Bwana umeweka kila mmoja wetu. Jina lako liinuliwe na hata litukuzwe. Mungu wetu na Bwana wetu, asante kwa sababu ya askofu Bwana.
maana ni chombo chako na umemtumia Bwana katika kunena na maisha yetu Jehova, katika kubadilisha maisha yetu Bwana, na tunajua na tunaamini Mungu wetu that we shall never be the same again, oh God. Kwa hivyo tusaidie Jehova, hasina hii Mungu wetu na Bwana wetu, that has been deposited in our hearts, oh God, that have been deposited in our life, oh God, to make an impact and difference, oh Jehovah, in our lives, oh my Father, and even in the ministry, Lord God Almighty, where you have placed each one of us, Lord. We give you the glory, God. We give you the honor, my Father. We give you, Lord God Almighty. Tunataka ukabidhi askofu mikononi mwako Bwana, even for hosting us here, oh Lord God Almighty. Tunamuombea baraka Jehova, tunaombea maono haya Mungu wetu na Bwana wetu, na yote wanaotarajia kutekeleza Bwana, uwasaidie na uwawezeshe katika jina la Yesu. Nguvu zote ni zako, uweza wote ni wako Bwana. Mikononi mwako Mungu Baba tunajikabidhi, na ni katika jina tunaomba na tunaamini. Amen. God bless you. Thank you so much. We thank God for that far. Mungu ametutenda mema, si ni kweli? Si tukae tu dakika moja chini. God bless you so much. Tunashukuru sana kwa sababu tunazidi kuona Mungu katika mission yetu tuka Kakamega, na tunakumbuka how eager we are when we were planning to come here. Na naweza sema kwamba I am proud to be a Kakamegan person. Bana tukuze. Nitulete, yani naweza nikaringa kidogo sababu mimi ni wa wapi? Wa Kakamega, si ni kweli? So tuna appreciate sana our dad, our bishop, na pia walimu wetu kwa sababu ya kutoa company imekuwa ya baraka, na tunaamini kwamba mwisho wa jambo hili utakuwa mzuri hata kuliko mwanzo katika jina la Yesu. Ni imani yetu na ni ombi letu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Amen. Saa zetu zimefika za kwenda katika lunch.